tunakwenda sasa kujifunza neno. Ubu tugiye kwiga ijambo. Na ningependa unipe macho yako. Na nifuza ko ndaba ukamba maso. Unipe na masikio. Umpe na matwi yawe. Na unipe akili yote. Umpe n'ubwenge bwawe bwose. Na ikiwezekana uzime hata simu. Niba byo ukunda na telefone uzimye. Usijaribu hata kutoka nje, bado sijamaliza. Mugerageze no gusohoka hanze. Sababu tunataka kuingia awamu ambayo si ya kawaida. Ko tugomba twinjire mu kiringo kidasanzwe. Wakati ambapo ni wa kuingia katika utukufu wa Mungu. Igihe ari cyo kwinjira mu bwiza bw'Imana. Ninataka mahali ambapo unaketi. Nifuza kwa ahantu wicaye. Ninataka mahali ambapo ulipo. Nifuza kwa ahantu uri. Uanze kusikia kwamba unaingia katika maisha mapya. Watangure kumva ko winjiye mu na kuona utukufu wa Bwana. Kubona ubwiza bw'Imana. Ninataka mahali ulipo. Nifuza ahantu uri. Uanze kuona macho yako yafunguke. Uanze kuona kwa maso yawe yuguruke. Uanze kuona utukufu wa Bwana. Uanze kuona ubwiza bw'Imana. Uanze kusikia utukufu wa Bwana. Uanze kuona ubwiza bw'Imana. Uanze kuhisi utukufu wa Bwana. Ninataka maisha yako ibadilike tangu sasa. Ubuzima bwawe buhinduke kuva. Ninataka uanze awamu mpya ya maisha yako. Utangure kiringo gisha cy'ubuzima bwawe. Tunasoma Yohana Mtakatifu. Tunasoma Yohana Mweranda 11 na mstari wake wa 44. Na murongo wa 40. Yesu akamwambia, mimi sikukwambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Yesu aramubwira ati, sinakubariye nti niwizera urabona ubwiza bw'Imana? Nilikwambia, sinakubariye ukiamini niwizera utaona utukufu wa Mungu. Urabona ubwiza bw'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ina maana kwamba kuna kondisio moja ili upate kuona utukufu wa Mungu. Nukuvuga yuko hariho ibwirizwa rimwe cyangwa icyo utegerezwa gukora kugira ubone ubwiza bw'Imana. Ukiamini, niyo wizera utaona, urabona utukufu wa Mungu, ubwiza bw'Imana. Hii ni habari ya Marta, Mariam na Lazaro. Iyi ni nkuru ya Marita na Maria na Lazaro pamoja na Yesu. Hamwe na Yesu. Yesu ndio tunaweza sema alikuwa acteur principal. Yesu ndio twavuga yuko yari mu acteur principal. Wakati Lazaro ameumwa, igihe Lazaro yaragwaye. Sitaongea habari nyingi za Lazaro. Sinza kuvuga inkuru nyinshi za Lazaro. Aligonjwa, yaragwaye. Wakati amegonjwa, igihe yaragwaye, wakakuja kumuona Yesu. Wakaza kuraba Yesu. Wakamwambia Yesu, rafiki yako amegonjwa. Yesu ya mugenzi wawe aragwaye. Yesu nafasi ya kushituka, Yesu hagukanguka canke akafika na shinda, akalala hapo, achagumaho arirariraho, na akabaki hapo, agumaho, na akabaki masiku, agumaho iminsi. Kumbe Lazaro amefariki. Lazaro yarapfuye. Mpaka Lazaro akamzika. Lazaro kikaba muhamba. Na kutoka Yerusalemu mpaka Betania ilikuwa ni kilomita 3 peke yake. Kuva Yerusalemu gushika Betania hari kilometero 3 gusa. Lakini Yesu hakwenda. Ariko Yesu ntiyagiye. Yesu alijikawiza kidogo ili utukufu wa Mungu pate kuonekana. Yesu yaritebejeje gato kugira ubwiza bw'Imana. Katika maisha yako Yesu amekawia kidogo ili utukufu wa Mungu pate kuonekana. Ubuzima bwawe Yesu yaratevye gato kugira ubwiza bw'Imana. Yesu alipofika, Yesu amaze kuashika, wakamwambia habari zote. Sitaongea sana kuhusu Lazaro. Akafika mpaka kwenye kaburi. Anashika kushika kaburi kumva. Akaita Lazaro. Aramagara Lazaro, njoo ingo na utoke. Kanveyo. Siku nyingine niliwaambia maiti zote walikuwa tayari. Umunsi umwe narabwiye ko imva zose zari ziteguye. Maiti zote zilikuwa tayari. Ibivyimba yose yari iteguye. Wakati Yesu angejidanganya kidogo anasema tu toka. Iyo Yesu avuga ati ihenda gato yakavuga ati vayo. Kila maiti angejitokeza sasa, mimi ndio ameambia. Ibiziga byose byacha biva ati je niche nabariwe. Tena wote wangefufuka. Kandi wose bari kuzuka. Lakini sababu Yesu alitaka kufufua Lazaro. Ariko ko Yesu yashatse kuzura Lazaro wenyewe. Alimsema kwa jina. Yaramuze mu izina. Hujasikia? Sababu Yesu alitaka kumtendea Jackson. Kuko Yesu yashatse gukorera Jackson. Anamsema kwa jina. Amuvuga ku izina. Kwa sababu Yesu anataka kumtendea. Kuko Yesu ashaka gukorera. Jina lako nani umesahau? Izina jawaji. Anakusema kwa jina. Anakuvuga ku izina. Anakwambia toka. Kavayo. Fufuka. Fuka. Na kwa mzima. Uba mzima. Na maisha yako yapate kuwa mapya. N'ubuzima bwawe bushasha.
na utukufu wa Mungu uanze kudhihirika katika Ubwiza bw'Imana tangi kwigaragaza mu buzima bwawe. Lazaro akafufuka. Lazaro arazuka. Lakini kabla hajasema neno hilo, ariko imbere yuko avuga iryo jambo, Maria akilialia. Maria alikalia. Unajua Mariamu wakati mwingine aliwahi kulia kwa miguu ya Yesu mpaka kampanguza na nyele zake. Aziko Maria yigeze kurira kuri Yesu akanamuhaguza n'ibirenge. Lakini siku hiyo Mariamu alilia. Ariko icyo gihe Maria yararize. Martha alilia. Martha yararize. Mpaka na Yesu akajikuta amelia. Shikana Yesu isa. Na baadaye Yesu akamwambia, Yesu anamubarira, si nilikwambia, sinakubariye, ukiamini ni wizera utaona utukufu wa Mungu, uzobona ubwiza bw'Imana. Hata wewe saa hii nawe muri no saha ninataka ukiamini, nifuza ko ni wizera upate kuona utukufu wa Mungu, urongo ubwiza bw'Imana. Unajua mwaka jana tulijifunza sana kuhusu maombi. Urazi yuko mwaka weze twize cyane kubyerekeye amasengesho. Natumai saa hii kila mtu amejua kuomba. Nizera yuko wari wese azi gusenga. Natumai saa hii hakuna mtu anaweza omba dakika chini ya 30. Undazi yuko hana munashobora gusenga musi y'iminota. Isipokuwa tu kwa chakula tu. Atari kumfungurwa gusa. Nafikiria unaomba kama dakika 20 tu. Bakora nka minota 20 gusa. Dakika 20 tu. 20 gusa minota. Natumai kuhusu maombi tu tumeshajifunza, tumejua. Nizera yuko kubyerekeye amasengesho. Na sitarudi kuongea sana. Taongea lakini si sana. Sio kugira cyane nzobivuga ariko sinzo. Sababu tumeshaiongelea vya kutosha. Lakini mwaka huu ariko uyu mwaka ninapenda tutaongelea sana kuhusu utukufu wa Mungu. Fuza ko zobugira cyane ubwiza kubyerekeye na jinsi ya kuingia katika utukufu wa Mungu. Nuko umuntu ashobora kwinjira mu bwiza bw'Imana. Kwamba imani ni mojawapo wa funguo wa kuingia katika utukufu wa Mungu. Uko ukwizera ari kimwe mu mfunguruzo zo kwinjira mu bwiza bw'Imana. Umeshindwa kushika vitu ambavyo umeviombea sababu imani yako ilikuwa chache. No warananiwe gushika mu byo wasengeye uko kwizera kwawe kwabaye. Imani yako ilikuwa haba. Kwizera kwawe kwarakeshe. Bwana alisema na wewe lakini haukuamini. Mwema yaravuganye nawe ariko niwizeye. Neno limeongea na wewe lakini haukuamini. Jambo ryaravuganye nawe ariko ntiwabyizeye. Ninataka tuanze kuamini. Ndashaka tutangure kwizera. Halafu tutumie lile funzo ambalo tumejifunza wakati ule. Dukoresha za nyigisho twiza cya gihe. Funzo la kujua kukiri. Jambo rivuga ritwigisha kwatura. Wakati tulijifunza kuomba, igihe twiga gusenga, tulijifunza kumwambia Baba. Twarize kubwira Baba. Baba Mungu ninakusihi. Maana data ndakwingiza. Baba Mungu ninakuomba. Data Baba Mungu ninahitaji. Baba ninataka. Lakini sasa hivi tunakwenda kujifunza kuambia shida kama jinsi tunavyomwambia mtu. Kubwira ingorane uko tubwira umuntu. Kwa imani kwizera nikiambia mti naambia wewe mti toka hapa. Ngiyo nigiti ngabwira ati wewe giti vaha na mti utoke. Nigiti kiveho. Nisingoje kumbembeleza Baba. Nisinde kwinginga Papa. Nimwambia Baba ninataka mti utoke. Baba ndasavye kigiti kiveho. Tuna mamlaka na uwezo na nguvu. Dufise ubushobozi n'inguvu ambavyo Bwana ametupatia by'umwami yaduhaye. Kwa kukiri neno na linafanyika kama jinsi tulivyolisema. Kwa turi jambo ligakogwa nkuko jao twarivuze. Haleluya. Unajua mvua zinakuwa kana masikio, sijui kama ulikuwa unajua. Mvua zinakuwa kana masikio. Mvua nayo irafisa amatwi. Unajua hata gari inakuwa na masikio. Unaweza kuimodoka ifisa amatwi. Hata miti inakuwa na masikio. Hata magonjwa yanakuwa na masikio. Hata sijui matatizo yote yanakuwa na masikio. Ni ngorane zose. Unaiambia ile tatizo. Urabwira ijya ngorane. Wewe uselibatera. Wewe wa busore we cyangwa wa bukumi. Nakwambia mwaka huu. Ndakubwiye uyu mwaka. Ukinifuata nitakuonesha. Nzokwereka. Umama njoo leo mwaka huu. Umama upasoni. Ubaba njoo leo. Au njoo mwaka huu. Hiyo ndio maneno ya kuongea. Ndio majambo ya kuvuga. Bwana Mungu anahitaji kutumika na mtu ambaye ana imani. Umwami Imana ifuza gukorana n'umuntu afise kwizera. Sijui kama umenielewa. Mungu anahitaji kutumika na mtu ambaye iko na imani. Sinzi ko nawe Imana ifuza gukorana n'umuntu afise kwizera. Usijidharau.
ni wikengere. Wewe ni mdogo, wewe nguri muto ambaye haujajua atakuomba, wewe utaramenya no gusenga, haujajua hata mambo makubwa ya kiroho, uramenya n'amajani ibintu bikomeye mu by'imwe. Wewe uamini tu, wewe wizere katika udhaifu wako unegenge zawe Bwana atatenda. Imani zokora. Katoto kengine akandi kana mama yake alikuwa mgonjwa, mama wewe yaragwaye. Sasa kale katoto akajui kuombea wagonjwa. Kale katoto kalikuwa kajui kuombea wagonjwa. Ujya mwana ni arazi gusengera abagwaye, lakini alikuwa anaombea chakula. alikuwa anasengera imfungurwa. Akaenda kwa mama yake na wewe akasema, ninakushukuru Mungu kwa chakula ambacho umetupatia. Ndagushimiye mwami kunzi wafungo waduhaye. Sasa ninakuomba ukitakase na ukibariki. Ndagusavye ucheze kandi ugihezagire. Kilete afya na jengo ndani ya mwili wangu. Kituzanire amagara n'umugisha cyubake mu mubiri wanje. Katika jina la Yesu. Amen. Ni mu izina rya Yesu. Amen. Yule mama akapona. Ujya mu mama arakira. Aliponyeshwa na nini? Yakijijwe niki? Na imani ambayo iko ndani ya yule mtoto. Tukwizera kuri mu rujamani. Wewe haujajua kuomba vizuri. Wewe unamenya gusenga neza. Unajua kuna watu wanajua kuomba. Urazi ko abantu bazi gusenga. Anapoomba utapenda ubaki ukisikiliza. Ariko arasenga wifuza kuma wumviriza. Anasema baba. Ako mara da. Baba. Mama. Wewe unaishi mahali patakatifu. Uko pamoja na wazee 24. Uri kumwe na watawa 24. Uko pamoja na makerubi. Uri kumwe na makerubi. Uko sijui na maserafi. Sinzi uri kumwe na maserafi. Anajua historia yote ya mbingu anaongea. Azinkuru zose mwijura kazi. Lakini wewe hujui kuomba vizuri sana. Ariko nuzi kusenga neza cyane. Hayo maneno machache ambayo nayo. Hayo majambo make yufisi. Yatumie. Yakoreshe. Kuna kitu ambacho kinakwenda tendeka kwa mwaka huu kwa ajili ya maisha yako. Arikinugiye gukoreka mu mwaka kubera majambo yawe. Huu mwaka ni wa kuona utukufu wako. Umwaka wa kuona ubwiza bw'Imana. Katika biashara zako, mu bidandazwa byawe, usipige kelele. Nuwidoge. Karibu kiria, karibu kiria. Ingo kiria. Wao wasema wakuje watu 5. Wavuguti haza abantu 5 ambao watanunua hii sijui kama ni nguo kwa pesa hizi. Kama zogura imuzi ku mafaranga ya. Ninyi watu 5 njoni. Kama abantu 5 ingo na watakuja kandi bazoza. Sababu imani kukwizera. Nikuwa nayo hakika. Nukuwa ya mambo yatarajiwayo. Ibintu bivyifuzwa. Ni bayana. Ni demonstration mu français. No kwerekana canke ni ibintu. Ni bayana, ni demonstration ya mambo yasiyoonekana. Ukwizera ni ibintu vyerekana ibitangaza bidashobora kuboneka. Unajua kubainisha mambo ambayo hayajaonekana, kudemontre mambo ambayo hayajaonekana. Urazi kwerekana ati iki kintu kimeze gutya na gutya kandi bitaraboneka. Hiyo ndio imani. Uko niko kwizera. Hiyo imani inasimama kwa neno. Awazi kukwizera guhagarara kwijana. Imani si mambo ya malembelembe. Ukwizera si bihubahuba. Imani si mambo ya malembelembe. Ukwizera si bihubahuba. Hapana. Oya. Imani ni kitu ambacho ni kikubwa tena kizima. Ukwizera ni kintu kinini kandi gikomeye cy'agaciro. Tena ambacho kinasimama kwa neno. Kandi gihagaze kwijambo. Uamini ukitumia neno. Wizera ukoresheje ijambo. Hilo ni kitu kubwa mno. Ico ni kintu gikomeye cyane. Unajua Mungu angalia mambo ambayo unafanya. Anaangalia ndani yako Bwana. Urazi ko Imana itarabi ivyukora iraba muri wewe. Hapo unajazifanya wewe mtu mzuri kumbe ndani umeoza. Urashaka kwigira umuntu mwiza na imbere waraboze. Kwa watu wanyama na damu. Turi abantu b'inyama n'amaraso. Lakini kinachotutofautisha sisi na watu wengine, ariko ikidutandukanya twebwe n'abandi bantu ni imani. Ukwizera. Ukiamini kila kitu kinawezekana. Ukiniyo wizera cyo cyose kirashobora. Na ukiamini utaona utukufu wa Mungu. Kandi niyo wizera uzobona ubwiza bw'Imana. Na usipoamini, ni utizera, huwezi kupendeza moyo wa Mungu. Ushobora kunezereza Imana, kunezereza umutima w'Imana. Bwana asifiwe. Amen. Tusi mtu ambaye anajua kusoma Kiswahili. Tusamu unaze gusoma Kiswahili. Atusomee Waebrania. Adusomera Abaheburayo 10:38. 10:38. Alafu na wa Kirundi naye atatusomea. Wa Kirundi na baradusomera. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita roho yangu haina furaha naye. Amen. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Wizera zoba amahoro. Na akisitasita uzakekeranya
roho yangu itafurahia. umutima wanjye uzonezerwa. Tunasoma kwa Kirundi. Dusome mu Kirundi. ariko umugorosi wanje azobeshwaho no kwizera, naho niyo njorora ntazohimbara umutima wanje. Amen. 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 Kwa Kirundi na Kiswahili kuna katofauti kidogo. Mu Kirundi no mu Kiswahili hariho agahuchane gato. Kwa Kiswahili ukisita sita. Mu Kiswahili niyo wakekeranya. Kwa Kirundi ukitoka. Mu Kirundi ni wavayo. Unaona? Kwa Kiswahili ukisita sita. Mu Kiswahili ni wakekeranya. Kwa Kirundi ukitoka. Mu Kirundi niho wavayo. Hautampendeza Mungu. Uzonezereza Imana. Mwenye haki lazima aishi kwa imani. Umugororotsi ni ngombwa abeho. Unajua kwa nini unatafuta haupati? Urazi kubera kurondera nuro. Ni sababu Mungu anataka kubera Imana ishaka umwamini, uyizere. Usiamini akili yako, ni wizere. Usiamini nguvu zako, wizere nguvu zako. Usiamini pesa zako, wizere mafaranga. Wakati pesa yako imekwisha, wakati vitu vyako vimekwisha, halafu muite yeye, ndipo atajidhihirisha kwamba ni Mungu. Nihazo kwirekana kwa Imana. Unataka kumpendeza Mungu, ushaka kunezereza Imana, usiwahi kusita sita. Uzogera ukekeranya. Unataka kumpendeza Mungu, ushaka kunezereza Imana, usiwahi kutoka kwa imani. Uzuve mu kwizera. Baki kwa imani. Guma mu kwizera. Uamini utaona utukufu. Izere zorukiza Imana. Tunakwenda kujifunza awamu katika wiki zijazo. Tugiye kwiga mu ndwiza, tugiye kwiga awamu tofauti za imani, biringo bitandukanye byo kwizera. Na tutaona maprinsipe ambayo yanahitajika ili mtu apate kuona utukufu wa Mungu. Tuzokwiga ibintu ngenderwako bikenewe kugira umuntu ashobore kubona ubwiza bw'Imana. Wewe si mtu wa kawaida. Wewe ni umuntu ashobora. Na hukuzaliwa kwa bahati nasibu. Kandi ni wavuze gihama. Na ni vizuri wewe ujue neno kama hilo kwamba upo tu kwa bahati nasibu hapa. Ni vyiza umenye iryo jambo yuko wewe utayo kugigihama. Bali kwa mpango mzuri wa Mungu. Ariko uriho ku ntego nziza. Bwana ameplan maisha yako kabla hujazaliwa. Anateguye ubuzima bwawe utaravuka. Na kwa hiyo tunataka kuingia katika muda wa kuona utukufu wa Mungu. Muri ibyo tugomba twinjire mu mwanya wo kubona ubwiza bw'Imana. Na kwa kuona utukufu wa Mungu unajisahau wewe. Ukubona ubwiza bw'Imana wewe uriyibagira. Halafu unatoka katika mwili, ukava mu mubiri, unaingia katika roho, ukinjira mu mwemu. Sasa unasema pastor, kitu kingine hiyo. Bazafati hiyo rero ikindi gikorwa kindi. Unajua sasa unaangalia na macho ya mwili. Urazi ukurikirana n'amaso y'umubiri. Lakini badilisha uanze kuniona katika maisha ya kiroho na macho ya kiroho. Kubona mu buzima n'amaso y'umubiri. Sasa unanisikia kwa masikio ya mwili. Ulikuranyumviriza n'amatwi. Sasa anza kusikia kwa sauti ya kiroho. Kwa masikio ya kiroho. Uanze sikia Mungu anasema nini katika maisha yako. Uanze kuona Mungu anafanya nini katika maisha yako. Uanze kusikia imani imepanda. Uanze kuona mambo ambayo yalikuwa hayajaonekana. Amen. Nataka imani yako isimame katika neno la Mungu. Mwambie Mungu, kwani umesema hivi? Neno lako linasema kwamba. Alafu utakapotia neno hilo, kama neno la Mungu linasema niite nitakuitika. Sasa kwa sababu umesema niite nitakuitika, ninakuita. Bwana, sababu umesema hata mtu akiwa na imani chache tu anaweza ambia mlima utoke na uende ndani ya bahari. Kwa hiyo ninaambia mlima wa shida, wewe maskini toka. Wewe usijui tasa toka. Wewe ukosefu toka. Alafu uanze ambia shida kwa mdomo. Sijui kama umenielewa. Usimamie kwa neno la Mungu. Jana kuna mtu alikuja kuniona, akaniambia imani yake ambayo haisimami kwa neno.
akaniambia kwamba Ayo ana imani yakwizera kwamba anakwenda kuolewa kagiye kurongorwa na rais mmoja wa Afrika, n'umuperezida wo muri gihugu cya Afrika, na huyo president ni president ambaye anajulikana sana Afrika. n'uwo mukuru w'igihugu n'umuperezida cyane muri Afrika. Nikamwambia sasa hiyo ndio imani yako? Uko niko kwizera kwawe. Lakini sikumuuliza na ndiko wapi, sababu unajua imani lazima iwe na msingi wa neno. Ariko sinamubajije aho yuko murazi yuko kwizera kwa gufise ijambo ryinshi by'ijambo. Nikamuuliza sasa, mbona yule president namjua na mke wake? Nikamwambia kujya mukuru w'igihugu ndamuzi afise umugore wiwe. Akaniambia wewe usishituke, ntukanguke, yule mke wake atakuwa Vashti. ati ujya umugore wiwe azoba nka Vashti, atakataa mume wake, azokwanga umugabo wiwe, alafu mume wake atamfukuza, hanyuma umugabo wiwe amwirukane, alafu yule mume atanitafuta mahali nilipo. umugabo azodonderaho nzoba ndi. Alikuwa ni binti kama wa miaka 50 hivi au 45 hivi, yari mwigeme w'imyaka nka 50 cyangwa 45 gutyo. alafu yule president wa hiyo nchi ya Afrika, ni nchi ya Afrika, uwo mukuru w'igihugu cyo gihugu cya Afrika, ni igihugu cyo muri Afrika. sitaki kusema jina ya huyo president, Sitaki kuvuga izina ry'uwo president, asije akanisikia sasa hivi. n'abanyumva muri aya masaha. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Alafu yule dada anaishi Bujumbura vijijini, Hanyuma uwo mwigeme w'Ubujumbura anaimani kwamba yule president atakuja huku kwizera yuko ujya mu president azozino amtafute yule dada amurondera uwo mwigeme amuoe, amurongore. lakini Biblia haijatuambia kwamba imani yetu tutafukuzisha wengine wake afu sisi tuingie. Ariko Biblia niratubwira yuko kwizera kwacu uzokwirukanisha abandi bagore hama twe twinjira. Sasa hiyo imani, kama ulikuwa na imani ya kwamba utaolewa na mume fulani, kwizera niba ufise kwizera kuzorongorwa n'umugabo wa kanaka, hiyo weka pembeni, iyo abawushira. Bwana asifiwe sana. Kama ulikuwa na imani kwamba utaoa mke wa fulani, Niba ufise kwizera kuzorongora umugore wa kanaka, hiyo weka pembeni. iyo abawushira. Twende na imani ya mambo ambayo yanaandikwa kwa neno. Nenda no kwizera kwanditswe hano. Tunaelewana vizuri? Turiko turumvikana neza. Tunaelewana vizuri? Turatahurana. Sasa tunakwenda kufanya mambo mawili. Tugiye gukora ibintu bibiri. Ninakwenda kukuombea Tugiye gusengera ili utengeneze maisha yako. kugira utegure ubugingo bwawe. Ikiwa kuna jambo ambalo si zuri mbele za Mungu, Niba hariho ikintu kitari cyiza imbere y'Imana, ili Bwana Yesu apate kukusamehe, kugira Mwami Yesu ashobore kuguharira. na atakapokusamehe Kuguharira, tutaingia katika maombi ya pili tutatwiga amasengesho agira kabiri ya kuita utukufu wa Mungu. guhamagara ubwiza bw'Imana. Sema amen. Amen. Utukufu wa Mungu ukuishi. Ubwiza bw'Imana bukubemwo. Unajua wakati mtu anaishi katika utukufu wa Mungu Urazi ko umuntu aba mu bwiza bw'Imana na maneno yake yanadhihirisha utukufu, n'amajambo yiwe avuga yerekana na ubwiza, mtazamo wake ni utukufu, n'indabo yiwe yerekana ubwiza, na kutembea kwake ni utukufu. kugenda kwiwe n'ubwiza. Bwana Yesu awabariki. Yesu abazagira cyane. Mtu ambaye anataka tumuombee, Umuntu ashaka tumusengere, ambaye anasema kuna neno ambalo si zuri kati ya mimi